Ninakufundisha leo kupinga. Unapokuwa na jambo unataka kufanya, unapokuwa na jambo unataka kuliendea, kataa hofu. Kataa ile maswali, itakuwaje? Itakuwaje? Nitafanyaje? Yakobo 1:8. Tunaanza na mstari wa 8 hapo, tunasoma wa 7. Waraka wa Yakobo 1:8. Mtu wa nia mbili usitasita katika njia zake zote. Usitasita, kuwa na mashaka. Mtu wa nia mbili usitasita katika njia zake zote. Mstari wa 7 anasema, maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Asidhani. Unaweza ukawa na hatima kubwa, lakini ukashindwa kupokea chochote kutoka kwa Mungu. Kwa sababu gani? Ya kusitasita katika njia zako. Ya kusitasita katika njia zako. Unaahirisha mambo. Unajiuliza sana, itakuwaje? Jambo litakuonyesha mfululizo wa ufunuo katika moyo wako wa jambo ambalo hautakiwi kuuliza mara mbili kuliendea. Kwa sababu mawazo mengi yanaweza kuja kwenye moyo wako. Hivi unajua mara nyingi Mungu anazungumza kupitia mawazo. Wazo linakuja zuri, lina support ya neno la Mungu. Maana limekuja wakati wa maombi, lakini unaenya kuliendea. Mambo mengi yaliyofanikiwa hapa duniani hayakuanza makamilifu. Hayakuanza akiwa mambo yote yaliyofanikiwa hayakuanza akiwa yamekamilika. Yalianzia mahali. Yalianzia padogo. Kwa sababu katika ukuaji wake, unajua hata Mungu angeweza akaamua tu kuwe na watu milioni 1. Asingeanza na 2. Lakini kuna kanuni ya kwanza. Kanuni ya kwanza inaweza isivutie sana, lakini mtu anayejua anakoelekea juu ya jambo fulani, amepata ufunuo kwa Mungu, amesikia msukumo wa Roho Mtakatifu, akisita, akichelewa kwanza, akiahirisha, ana hofu hiyo, hana imani. Na Mungu afurahishwe na mtu namna hiyo. Mtu namna hiyo hawezi kupokea chochote kutoka kwa Mungu. Mtu mwenye nia mbili usitasita katika njia zake zote. Sasa nataka nikufundishe kitu cha maana sana leo ambacho kitakusaidia kuendea mambo kwa ujasiri na kwa imani. Kwa sababu swali limekuwa kwamba mbona mara nyingi nimejaribu mambo na yameshindikana? Nimeendea kwa imani na sijapata matokeo kama ambavyo unasema. Kwa hiyo mimi sitakuwa naharibu tu mambo sasa. Sitakuwa najikatisha tu tamaa. Mambo tunayoendea katika Kristo ni mambo ya imani. Na nielewa vizuri. Ni mambo ya nini? Ya imani. Kuna mambo ambayo yalikuwa ni mawazo yako ya mwili ukayaendea, au ambayo ungeendea ungejifanya. Yamekuja kwa namna nini? Ya mawazo. Na kuna mambo ambayo ni msukumo wa Mungu, ni sauti ya Mungu kwenye maisha yako, ambayo ungeendea yangefanikiwa, lakini hayana rangi. Unajua kwamba hili ni la Mungu, hili ni wazo langu, na ndio hapo kwenye chanzo cha nini? Cha hofu. Sasa nataka nijibu swali lako. Ni jambo gani nikiliona nijue hili ndilo ninalotakiwa kuliendea bila hofu? Ni jambo gani ambalo ndio tunaloliongelea hapa? Kwa sababu mawazo ni mengi, yanakuja kutoka kila mahali. Na kweli kuna mawazo ambayo mengine sio ya Mungu. Ni wazo lako, ukienda unaangukia pua. Kwa sababu Mungu hayupo. Ninatofautishaje? Mimi bwana nataka kabisa kuliendea jambo la Mungu. Na nakwambia mchungaji, sitaogopa, lakini ninatofautishaje sasa lile jambo ambalo nitaliendea bila kusita? Kwa sababu kuna mambo mengine hata Roho Mtakatifu hataki uyaendee. Pengine hujakuwa vya kutosha. Pengine hauko katika nafasi hiyo, sio jambo la wewe kuliendea. Pengine sio wakati wake. Kwa sababu maandiko yanasema kila jambo na wakati wake. Sasa nitawezaje kujua jambo ambalo napaswa kuliendea? Nitawezaje kujua? Nataka nisikilize vizuri sana. Jumapili tulijifunza kwa habari ya kuhusu nini Jumapili? Nguvu ya ufufuo, sio? Nguvu ya ufufuo. Na nilikuwa ninakuonyesha ahadi za maneno ya Mungu, ahadi za kinabii, na ambavyo Mungu amekuwa akithibitisha tangu kabla Yesu hajaja, kutungwa mimba yake, kuzaliwa kwake, maisha yake, kufa kwake mpaka kufufuka kwake. Namna ambavyo ni mambo ambayo yalitabiriwa na shetani hakuweza kuyazuia, wanadamu hakuweza kuyazuia, hata Yesu mwenyewe
aliomba aepuke kikombe kile, unabii ule umpite, haikuwezekana kwa sababu ni mambo yaliyofanyaje, yaliyosemwa tayari. Na nikakufundisha kwamba hata katika kufufuka kwa Yesu kuna mambo yalishatabiriwa kwa ajili yako, mambo yanahusiana na afya yako, mambo yanahusiana na mahusiano, mambo yanahusiana na uchumi, mambo yanahusiana na utumishi, mambo yanahusiana na ulinzi, yameshatabiriwa, yamo katika unabii, kitabu cha unabii. Lakini pamoja na unabii kuhusiana na afya, kuna watu bado wanaugua. Pamoja na unabii kuhusiana na uchumi, mafanikio ya kifedha, kuna watu bado wanapigika kifedha. Pamoja na unabii na maandiko yaliyotangulia kuhusiana na mahusiano, kuna watu bado hawana amani katika mahusiano. Malezi ya watoto, kuna watu ambao watoto wao wanalelewa katika mazingira ya ajabu sana. Shida imekuwa nini? Utofauti umekuwa nini? Kitabu cha Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 3 na 4 ni moja kati ya ahadi katika kitabu cha unabii. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 3 na 4, maandiko yanasema, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote, sema vitu vyote, vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno na thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu ulioko duniani kwa sababu ya tamaa. Maandiko yanasema Mungu ametukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Uzima ni nini? Uzima manake maisha ya duniani, mambo ambayo tunahitaji. Ukiwa duniani unahitaji kula, si ndio? Unahitaji kulala, si ndio? Unahitaji fedha kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Kuna mambo unayahitaji ili kuwa mzima hapa duniani. Maandiko yanasema Mungu ametukirimia. Kukirimia maana yake ni kupewa bure vitu vyote tunavyohitaji kwa ajili ya uzima, na vitu vyote tunavyohitaji kwa ajili ya utauwa. Utauwa ni unapokuwa mzima hapa duniani, hauko mzima bure. Kuna mapenzi ya Mungu unapaswa kuyatimiliza, hata yale unayoyahitaji ili kuishi maisha yale ambayo Mungu anataka uishi, ili kufanya yale mambo ambayo Mungu anataka uyafanye, na hayo umepewa bure. Sasa ukiwa uyaoni, shida nini? Mambo yote ninayohitaji nimepewa. Kama nimepewa, mbona siyaoni? Mbona ahadi za Mungu ni nyingi sana nzuri, lakini ni tofauti na uhalisia kwenye maisha yangu? Ni kwa sababu kuna mambo umeyasikia, kuna mambo, kwa sababu angalia, maandiko yanasema kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Kwa ametupatia kwa namna gani? Kwa kumjua yeye. Kwa kufanyaje? Kwa kumjua yeye. Kumjuaje yeye? Kujua amenipatiaje mambo yanayohusiana na fedha. Katika mambo yanayohusiana na mahusiano, Mungu yukoje katika mahusiano? Mungu yukoje katika swala la fedha? Mungu amenifunulia nini katika swala la afya? Kumjua, kwa kumjua yeye hapo inazungumzia ufunuo binafsi katika eneo aliloahidi. Ufunuo binafsi katika eneo aliloliahidi. Ufunuo binafsi katika eneo aliloliahidi. Kuna wakati ahadi hizi zitafunuliwa, zitakuwa sio andiko tu, zitakuwa ni ufunuo. Nimewahi kukufundisha hapa tofauti kati ya andiko na neno la Mungu. Maandiko sio neno la Mungu. Maandiko ni hizi herufi katika karatasi zilizopangiliwa na wewe kusoma. Neno la Mungu ni lile lililovuviwa Roho wa Mungu. Hilo lililovuviwa ndio lenye kufaa, ndio lililo hai, ndio lenye kuzaa matunda. Ndio hilo neno lililofunuliwa. Hilo ndio linaloweza kuleta imani, ndio linaweza kupinga hofu, kwa sababu limefunuliwa kwako. Unaendea lile jambo ambalo wazo lake limevuviwa na Roho Mtakatifu. Wazo lake limetoka katika neno la Mungu, sio maandiko. Kitabu cha Timotheo wa pili 3:16. Timotheo wa pili 3:16 inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Nataka uzingatie neno kuwaongoza. Lafaa kuwaongoza. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu ndio neno la Mungu. Kuna manake akisema kila andiko lenye pumzi ya Mungu, manake kuna andiko lisilo na nini? Na pumzi ya Mungu. Neno la Mungu ni andiko lenye pumzi ya Mungu.
Sio kila andiko ni neno la Mungu, lakini kila neno la Mungu lina andiko lenye pumzi ya Mungu au limesapotiwa na andiko lenye pumzi ya Mungu. Kama umekuwa unasumbuka kujua Mungu anazungumza kwa namna gani, Mungu anazungumza kwa mawazo yanayokuja yaliyovuviwa na Roho Mtakatifu. Mara nyingine atakuja na kuthibitishwa kwa andiko lililovuviwa na Roho Mtakatifu. Hapo unapata kujua kabisa kwamba huyu ni Mungu ananiambia kitu na ananiongoza katika jambo fulani. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kuongoza watu. Hiyo ni sauti ya Mungu kwako juu ya jambo lilokuwa unawaza. Na unisikilize mtu wa Mungu. Roho Mtakatifu ana akili, na yeye ndiye anayevuvia andiko liwe hai kama neno la Mungu kwenye moyo wako. Utakapokuwa unawaza juu ya jambo fulani, ukaona katika maombi kuna neno limekuja wakati unawaza jambo fulani, sio neno ulilolitafuta, ni neno limekuja limekumbuka katika fikra zako, andiko lililovuviwa na Roho Mtakatifu, ni neno la Mungu kwako katika jambo hilo. Nimekuonyesha tu tofauti kati ya andiko na neno. Unaweza ukawa umekalili andiko kichwani, lakini sio neno la Mungu moyoni. Andiko linaishia kichwani. Ukisoma andiko na likakufikirisha sana, unalipitaga mara zote unalisoma, lakini leo ni kama umelielewa sana. Kaa hapo, mwambie Bwana unaniambia nini katika mambo yanayonihusu, kwa sababu kuna sauti ya Mungu kuhusiana na mambo yako katika hilo neno. Mara ngapi umesoma Biblia yako alafu umekutana na andiko, alafu hilo andiko limekuwa kama vile hujawahi kulisikia, lina kama limeshikilia vitu hivi, linakuletea, ni kama linakupigisha kelele juu ya jambo fulani. Hilo limevuviwa na Roho Mtakatifu, hilo limeingia moyoni. Kwa maneno mengine, ndio katika yote uliyosoma, hilo ndio limepita likaingia wapi? Moyoni. Na nimekwambia Roho Mtakatifu ana akili. Ukiona kuna andiko analileta moyoni, ukiona kuna andiko analileta moyoni, shtuka. Jambo la hivyo ni la kuliendea bila hofu, bila kusita. Andiko lote ambalo unaona limefika moyoni limegeuka kuwa neno tayari, kwa sababu andiko linaishiaga akilini, likiingia moyoni sio andiko tena, hilo ni neno la Mungu. Warumi sura ya 10, nimejua Warumi sura ya 10 mstari wa 8. Lakini anenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika nini? 1 2 3, soma kwa sauti. Li karibu nawe katika nini? Na katika kichwa chako na katika moyo wako. Yaani neno la hilo ni neno la imani, ni neno la kutendea kazi, ni neno la imani. Neno la imani liko katika moyo, sio katika kichwa.